Ladies and gentlemen, it's confession time. Ushawahi sindikisha demu yako akienda kwa chari yake? Unasindikisha demu yako akienda kwa chari yake. Ni kuchafu watu wangu. Like sanitize. Sanitize. Ni kuchafu. Watu wana cheat. Watu wana cheat. Ni kubaya sana. Haijaanza saa hizi. Ilianza wakati wa Bible. Sodoma na Gomora kulikuwa kuchafu mbaya sana. Na hakukuwa na simu, hakukuwa na kompyuta, laptop, na saa hii kuko na Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Yaani watu wanacheat na kila saa hizi. Ni kubaya sana. Ni kubaya sana. Wakati wa Sodoma na Gomora hakukuwa na clubs. Hakukuwa na hizi watu wanasema mafanki. Sijui twende tuchafue. Sijui nini. Means of transport hakukuwa. Saa hizi kuko hadi na flight. Watu wana cheat. My friend, huko nje ni kubaya. Ni kuchafu sana. Ni kuchafu. To sanitize. Ni kuchafu sana. There was a time nikiwa college. Unajua college si kama university. College kuna kuanga na modules, module 1, module 2, module 3. Unakatinga yani unamaliza. University kuna kuanga na semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Unakatinga. Sasa nikiwa college module 2, kuna huyu dem nilipatana naye huko college. Dem hata by the way dem siku moja akatumana nisalimiwe. Nikakuwa interested na yeye. Sasa vile alitumana nikataka kumuona. From hapo hivyo tukaanza kupush. Lakini udem alikuwa hivi tu. Sisema alikuwa na ile mapenzi. Hiyo mapenzi. Lakini huyo dem kila Friday ikifika tu hivi alikuwa ananiambia, brother yangu anaishi hapa Nakuru, naenda kumtembelea. Okay, mimi nilikuwa Arvist, Rift Valley Institute of Science and Technology, iko pale between Nakuru na Njoro. So alikuwa ananiambia kila Friday ikifika naenda kutembelea brother yangu leo kukiwa Friday. Na kila Friday alikuwa anakuja Sunday jioni. Na ni kitu happen to all colleges na universities. Friday mass movement. Wasichana mass movement. Wakienda kwa sponsors, wakienda siju kwa wachali wao. Friday kila msichana kuanga na kabaga hapa. Friday wanakuanga na kutesa. Wanarudi Sunday jioni ya class Monday. Sasa mimi kila Friday mimi nachukua dem yangu na msidikisha hadi kwa stage na make sure amechukua gari. Unamwaga hapa hivyo before ingia gari. Anaingia gari anaenda. Huyu dem alikuwa ananiambia, Kim, please, nikienda usinipigie simu ama kuni text. Sitaki brother yangu ajue niko na chari shule. Unajua shule nimekuja kusoma. Sitaki ajue niko na chari shule. Na mimi kama Kim, mimi ni nani? Nasema sawa. Mimi sitakusumbua. Wadau, hii kitu ili prolong. Nikisindikisha dem yangu aende kwa brother yake. Na tukiongea na dem alikuwa ananiambia, brother yangu alikuwa amenipeleka America Hotel. America. Watu wenye wanaishi Nakuru wanajua America Hotel. Hotel kubwa. Ni brother yangu anipelekanga America Hotel. Brother yake. Nipelekanga America Hotel. Sasa hii kitu ikazidi. Sasa beshte huyu dem pia alikuwa beshte yangu. Sasa beshte huyu dem na pia ni beshte yangu. Nyari ni hurumia. Kaniita mkutano kaniambia, Kim, nataka tuongee. I hope utakacha. Mimi nakuchapia reality vile kuko. Kim, wacha nikwambie. Unaona ukisindikisha huyu dem haindangi kwa brother yake. Huyu dem ako na chari hapa Nakuru ndiko anaendanga kila Friday.
Guys, nilikuwa nasindikisha demu yangu aende kwa chali yake. Nasindikisha demu yangu na mfikisha kwa gari demu yangu aende kwa chali yake. Ilikuwa painful. Wadau, ilikuwa painful. Painful. Ilikuwa painful watu wangu. Hata fadhali ingekuwa tu anaenda tu peke yake anaenda. Una imagine ukisindikisha demu yako anaenda kwa chali yake. Na nakwambia usimpigie simu. Na kwa sababu wewe hutaki kuharibu, mimi hata siko nampigia. Nilikuwa nampigia Sunday jioni saa 2 hapo ndio alikuwa anafika saa 2 hapa. Ulifika? Sawa, tunaweza patana. Sikuje tupatane. Kwa sababu tuko hapa pamoja weekend. Hapana, nimechoka, tutaonana kesho. Ilikuwa no, si kila Sunday jioni. Nimechoka, tunaonana kesho. Na akikuja tupatane akona mbio. Akienda. Sasa siku moja kabla saa kumchapa reality, nikamuita, nikamwambia sasa wewe acha kunibeba ufala. Sambia naenda kwa brother yako. Brother yako alitoka huku, unaenda kwa chari yako, usingeniambia. Usingeniambia unaenda kwa chari yako. Nini? Yo dem sasa. Niachana na yeye hivyo. But it's painful. Angekuwa kadi mwingine nilikatia huko shule. Tuna confess. Today it's confession. Today tuna confess. Tuna confess watu wangu. Nikatia dem mwingine. Dem alinichapa tu line moja. Aliniambia, Kim, if we are meant to be, we will be. And if you are not meant to be, we will not be. Wadau, we were not meant to be. Line moja hatari sana. Noma. Line moja noma sana. Lakini wadau, we were not meant to be. Na huyo dem. Lakini sasa ndio noma zaidi. Kuna dem mwingine nilikuwa na date. Sasa tumeachana na huyo, kuna mwingine sasa ninaanza kudate. Nikiwa shule Nakuru, yeye alikuwa Thika kazi. Long distance relationship. Ogopa. Long distance relationship. Ogopa. Hiyo nayo ni noma watu wangu. Wadau. Long distance relationship. Hiyo ni noma. Noma watu wangu. Sasa huyo dem hata mimi sikuwa na doko, unajua ukiwa shule na mazee umesota kwenda kumtembelea Tiofen, hiyo ni noma. We date, lakini alikuwa na behavior kingine kenye si kazuri. Hakakuwa kazuri. Sasa siku moja after nimemaliza hiyo same nimemaliza hiyo nini vile nilikuwa nimemaliza nikafanya exam sana nikwenda long holiday nikakuja hapa Nai. Long holiday. After nimefanya exam nikakuja Nai long holiday. Sasa vile exam ilitoka, nikiwa Nai nilikuwa na sometimes natembea hivyo once narudi. Sasa vile exam ilitoka ikawa coincidence. Na yeye alikuwa naenda. Kwetu ni Molo sisi wote, na ukienda Molo lazima upite Nakuru. So nikamwambia nikaenda Thika, so tukapanga nikaenda Thika ndio tuende na yeye because tulikuwa tunatoka the same place. Kaenda tukadoze pamoja. The following day tukaamuka. Saa mapenzi kwa fiti saa hizo. Lakini wadau, unajua ukitoka Thika unapitia ile ya Mangu huko forest huko. Flyover hivi. Tulipotoka Thika, na tukiwa huko Thika, before tutoke kuna kasimu kalikuwa kanaingia. Kasimu fulani wewe, kuna kasimu kalikuwa kanaingia, lakini si watu tu maybe uko wapi? Ndio nimetoka. Kutoka Thika kufika flyover, vile tunaenda mapenzi inaenda ikiisha. Mapenzi inaenda ikiisha. Kutoka flyover na Yuvasha mapenzi inaenda ikiisha. Gilgil mapenzi inaenda ikiisha. Kufika Nakuru pap. Mapenzi iko below average. Iko below 50. Sasa nikamwambia tuingie hapa shule nichukue results nione vile nilikuwa nimeperform. Nimefanya electrical and electronics engineering watu wangu. Kwenda kuchukua exam. Rifa ngapi? 2. Sasa nikachukua result slip nikaenda kwa dem yangu nikamwambia
siku zuri. Babes, siku zuri. Hata babes haikuwa ilikuwa Hani. Babes imekuja imeintroducewa juzi. Makamwambia Hani. Hani ni ya kutoka kitambo by the way. Akamwambia Hani, siku zuri. Niko na rifa 2 nimeanguka. Exam 2 sasa itabidi nirudie. Dem. Akanichekelea. Ha? Bro, ushaiumwa. Mtu mwenye unafikiria hiyo time yani uko down, ni tu atakwambia usijali Hani, usijali hii happen. Yeah. Watu wangu hiyo kitu iliniuma my friend. Iliniuma design nyingine noma sana. Sasa tukatoka Nakuru. Sasa ni kwenda Moro. Kufika Moro, mapenzi hakuna. Dem hataki kuongea na mimi. Completely hataki kuongea na mimi. Alafu tulikuwa tunaenda the same place cause tukifika Moro kwetu na kwa direction ni moja. So niko nimemwambia tutachukua nduthi moja iku drop kwenyu, alafu tuzidi nipeleka hadi home. Dem akaniambia never ever. Nikamuuliza kwani si tumetoka Thika pamoja, si tuendanisha pamoja? Never. Kwa nini? Kuna mtu na meet hapa. Nani? Wewe usitake jua. Na wadau, acha nimwambie. Ukiona demu yako ama chali yako ameanza kukuongelesha vibaya, ameanza kuwa rude, jitoe kabisa, jitoe. Ukiona alikuwa anaongea vizuri, then all of a sudden ameanza kuongea rude, huyo amepata mwingine, to be honest. Sasa mimi nikafanya aje? Mimi nikachukua nduthi yangu, mimi nikaenda tu home kivyangu. Kumbe huyu dem alikuwa na meet chali yake. Sasa mimi Kimzi nilikuwa nasindikisha demu yangu kukuja tena apatane na chali yake. It's painful. Kutoka Thika kuja na demu yangu a meet na chali yake. Kutoka Thika na kuja na demu yangu pamoja na kuja na drop mall a meet na chali yake. Wadau ni kubaya, street ni chafu, to sanitize street, ni kubaya wadau, ni kubaya sana wadau, ni kubaya. Na watu waache kucheat. Hakuna kitu na benefit. Mase shikilia ujamaa mmoja, shikilia ude mmoja bro. Wacheni kucheat watu wangu, wacheni kucheat. It hurt. Kucheat huwa ina hurt. Ina hurt my feelings, huwa ina hurt my feelings. Ni baya kucheat, ni vibaya bro. Sis, watu wangu ni vibaya kucheat. Ni vibaya lakini street ni chafu. Ni chafu watu wangu. Ukipata dem mzuri, chali mzuri, mshikilie hadi mwisho bro. Mshikilie hadi mwisho. Siku zuri, tu sanitize, ni kuchafu sana.